We are stress-free girls, baby. Atini kubabu wewe. Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Taweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni rogi, ama ni Saitani alikujia pesa yake. Kianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana tu. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Kuingia hivyo. Amepata mahakamani ndio inaendelea. Nikufikiria mambo za wenyewe. Unajua hata unakondeshwa na mambo za wenyewe. Aja. Katiba ndio inasomwa sawa sawa. Kuna mtu hakunitumia jana wewe. Na bashuka ile pesa ulichukua. Sometimes unaniongeleshanga kama nini? Sasa imagine ukifanywa hivi. Na ni imagine ati amuko ni pregnancy ni matumbo. Matumbo ya inaitishanga kila kitu. Miki. Pregnancy ni vitu zingine. Pregnancy ni matumbo. Matumbo ya inaitishanga kila kitu. Mimi nafikiria anaongelea matumbo chakula. Hapana. Na mimi nafikiria mimi naona anaongelea pregnancy juu hata wewe kwani unaenda aje kashauri na kitambo sana. Hakuna kitu. Uko na pregnancy. Hakuna pregnancy. Unajua mimi sasa nina pregnancy bwana nani? Wewe na mzee. Mimi ni wachokozi sana. Ati alikuwa na pesa nyingi sana. Yaani bibi yake alikuwa housewife. There was nothing, yani hakukuwa nakosa kitu. Hapo na magari zake hapo. Hapo na kila kitu. Yani alikuwa nakula the way she wants. Yani nyumba ni ya ghorofa, pesa nini. So siku moja si akapata mimba. Lakini sasa hii mimba kuna kitu ilikuwa inataka na yeye hana. So every time alikuwa na okay in the morning hiyo pesa yote ni nini haigenunua. Kila wakati every day bwana yake akienda kazi yeye anazunguka kwa maneiba, anaenda anakula food huko, anakula food. Hiyo ni aibu. Zinaitwa cravings. Ni sio aibu. Si aibu. Inaitisha. Every time. Ndio maana alikuwa nasikia kuchapa kupiga mswaki na sabuni ya kibadi. Ndio sababu. Sabuni ya kibadi. Nafanyisha hivi, alafu nina meza. Ukenipata ninafanya niko hivi mpaka damu inatoka. Zinaitwa cravings. Sabuni. Sabuni. So huyo mzee akaona every day huyo mama anaenda akikuja lunch time, anytime anakuja kumcheki kwa nyumba hayuko, anaenda akashindwa what is nini hii bibi yangu. Na hata ukiona tule tu nyumba anaenda hata hatuna comparison. Wewe unalala kwani haukulala? Nasikiza ni venye nasikia hata mimi uto tu cravings sana. Haya ushachukua serious. So sasa ilifika mahali huyo mzee akajiuliza kwani nini hii anaendaga kukula. Ndio sasa usiku moja akampata kwa kahome fulani wanakula chakula hapo. Sasa anashindwa what is the difference between what is this and that. So aliwauliza kwani hii imepika na nini, akaelezwa. Sasa akaanza kufanya ile atakafuta mtu awe anapika vipi venye anapenda. Biba inatutabia tutabia very queer. Wengine wanakula mawe. Mwingine unasema mawe, mwingine anabomoa nyumba ya mada ya mafia ng'ombe. Ni kama zile za kusinga. Hizo. Kama Agnes fulani. Lakini nini inakuaga? Zile zinaitishanga masosi. Na kuna kingine unaweza kutana nako. Hivi. Haya, ati craving ya fight. Ndio. Craving ya kufight. Ndio. Si utakolewa meno kupigana.
Tukumunywa magego. Wewe kwani unasikia hiyo ya kupigana saa hii? Wewe usinirushie hiyo saa hii. Anasema muziki kuna wengine wanasikia lakini amesema hata saa hii ndio anasikia. Anasema ya kulala. Kwani masikio yako imehamia kwa hapo? Imagine ako hivyo. Masai ni mengi katika hii chama chetu cha stress free. Stress free girls tupate watoto wengi. Yaani hiyo ndio tabia unafanya. Ndio kwa mama Masi akaona venye tulipeleka vitu. Sasa vitu za chama ndio zinafanya usike mimba. Na wewe mimi sina. Unadhani tu pesa mtaniletea sitamaliza nyumba yangu hiyo mabati ya nyuma. Ngojea. Nitaleta. Kwa nini uko na kichwa hiki? Ama hata wewe uko hivyo. Nikufikiria mambo za wenyewe. Unajua wewe hata unakondeshwa na mambo za wenyewe. Aja. Huyu nini baya na huyu? Haya, let me be honest with you. Or sometimes unaniongeleshanga kama nini? Kawi. Kwani mnataka kufight? Si hata kama nikufight. Unataka kufight? Niondoe meza. Wewe na wewe unajuaje sisi ni wazee wenu? Hata zeeka. Kuna mambo na mali stress na kasa. Nakwambia siku za mwizi ni 140. Ni 40. 40. Mjamaa mwingine akakuwa ako na kesi kwa koti. Akashikwa siku moja na kesi ikaanza. So unaona sasa hiyo kesi, unaona kesi venye zinakaanga. Lakini kulikuwa na askari moja mwenye alimshika. So after a case for like 3 months, simjamasa akaachiliwa na board. Kuachiliwa na board ikakuwa sasa wakati wake wa kuenda kotini. Anakujiwa na huyu askari, anafungwa pingu, wanaenda. Askari mwanamume kama mwanamke. So every time anamkujia na gari, anamfunga na nini? Na pingu. Anaenda. Like an hour, like 1 hour or 2 hours, anamrudisha. Anamwambia siku hiyo ingine ya kesi ni next week. Kwani hiyo kesi ilikuwa inafanywa kila wakati. So hata bibi yake alikuwa anaambia huyo madam, asante sana madam, kwa sababu you have taken care of this man, right? Na pia venye unampeleka, he is not harassed na hii kesi yake, kwa sababu ilikuwa kesi ya boda. Yes, ilikuwa kesi ya boda. So hakukuwa so for some time huyo madam alikuwa anamkunjia, anamweka pingu, anamweka kwa gari, anampeleka kotini. Na hizo makesi za boda zimejaa nyingi sana. So like wakati walienda like miezi 3, miezi 4, sasa huyu mama akajiuliza, hata mimi nakuanga mwenda wazimu. I've never sinjafora huyu mama nimpeleke kotini. Kwani how mean am I? Kama huyu kama anaweza enda auliwe na huko, naweza jua. So siku moja akasema, mimi sitaenda na wao kwa sababu hata askari huyu sijui kama anaweza nishika amano. So what I'm going to do, wakienda mimi nitachukua boda. Mimi ni wafua kwa sababu hata sijuangi ile koti wanadaga, kwa sababu au sijakuwa. Unajua kuna wamama wengine wanakaanga kwa nyumba, hata hakuna kitu kingine mtu huyo anajua outside the gate. Sasa unasema nini? Hata kama mimi siwezi enda huko, nikienda huko nipatwe na nini na mimi niwekwe pingu. See, that is what she was fearing. So hiyo siku huyo mama akakunja, akamweka pingu, akampeleka wapi? Unajua akampaka na uniform. So unajua sasa ile heshima ya kila hapo hakuna kucheka. So akawafuata. Kuwafuata, akaona gari imesimama mahali kwa hotel fulani. Kaingia. Kuingia pale walipark, palikuwa na ka entrance. Yule askari sasa hakukuwa na zile sasa uniform. Alikuwa amevaa civilian. Sasa alikuwa amevaa civilian, akatoka wakaingia wapi?
wakaingia kwa entrance. Huyo mama akajiuliza kwani koti imechange kaekuwa nini? Bado mjamaa kwa pingu ametoa sasa. So mjamaa sasa lakini ako mbele ya huyo madam sasa na hana uniform, so ameingia kwa hiyo kapefu. So mama naye akakuja. So akasikia sasa kuna mahali wanacheka. Akakaa. Usiniambie kenye nafikiria wewe. Gai, tumalizie tu. Oi. Mimi hata nishastuka sana. So kusikia wanacheka, mlango haikuwa imefanya nini? Imefungwa. Akashindwa. Sasa wamenyamaza. Sasa kwa nini nasimama? Siniingie. Kuingia hivyo. Hey! Amepata mahakamani ndio inaendelea. Mahakama ndio inaendelea kwa room sasa ya hotel. Katiba ndio inasomwa sawa. Aliua nani? Hebu niambie aliua mtu. Niambie hapo mpaka alisimama hapa hata hawamuoni. Hey, bise. Wakisoma katiba. Hey. Mahakama sasa kwa nini unacheka? Mama anatafuta mtu ampeleke. Unajua sasa. So wakamuona. Hapa ndio kotini. So huyo madam akamwambia wewe nitakushika wewe. Mwambia wewe. So akarudi wapi? Akawaacha. Akaingia. So ile gari haikuwa imefungwa. Akashukua koti ya huyo mama sasa. Si inakuanga na kanamba inakuanga. Alienda kuna mahali wanastakiwa wangu. Kwa OCS. Hiyo. Kwanza ameanzia kwa OCS. Hakuanza huko. Aliambiwa na mtu kuna organization fulani. Alienda nayo ama alisoma? Si alienda nayo. Alienda na namba. Nikienda nayo nienda na pingu, tubebe. Nienda na buduki kama wani alibeba nini? Buduki hata gari. Unajua alichukua hizo pingu. Hapana, pingu hakuchukua kwa sababu zilikuwa kule kwa room. So akachukua hiyo koti imeandikwa jina hapa. Hiyo ya huyo nani? Namba ya yule. Sasa kwanza kwa bra aende nazo angetafuta wamama kama sisi. Nakwambia huyo nilisikia tungefanya hiyo kazi. So ndio nasema hata sisi mambo zingine tunafaa kukuanga ready. Mwanamke anadanganywa. Mwanamume anaenda anafanya mambo zako na wewe uko tu pale kagenge. Ukijifanya kabisa. Mama hapo hakuna story na kuamuka. Huyo karawa alikuwa amepanga vizuri. Mimi hata mimi naona hiyo ilikuwa scheme. Alikuwa amefikiri vizuri. Ametumia akili. Kwa sababu ujue kama ni hii pingu anakuja nayo ndio amudrete nayo. Adrete huyu ndio. Hapana. Sasa huyu alivutwa kazi na huyu na sasa mimi na bwana bado tunaendelea. Na kwa nini hiyo sasa? So unajua huyo mama sasa bado tu ako. Lakini huyo mama alifutwa kazi. Sasa niko na swali mzee alikuwa. Sikizeni. Huyo mama alikuwa anakuja na pingu kufuru mwanamke. Mfura ati tunaenda kotini. Na kazi hata kesi kwa imeisha. Alikuwa alirealize later. Hebu kiza sira wathireta tene. Lakini hiyo kitu inaingia. Naye huyu mama niulize uone wamama wamelalia masikio. Wamama wamelalia masikio. Tagurini askari anakukujia akupeleke kotini. Na tagurini mwanamke aliyeko. Hata wao wamama hata huyo mama afikisha alikuwa na enjoy. Aliyeko pengi. Hata unaendea mtu peke yake anaenda peke yake. Kama askari. Unajua kuna kuanga na mambo mingi sana unaweza. Mama na wao wamelalia masikio. Shule yenye nilikuwa nasomea kuna headmaster alikuwa mzee tu, alikuwa anaelekea kwenda retire, lakini kuna walimu wako na madharau. Huyu mwalimu ni kama alikuwa na shida na mtoto wa Magi. Huyu mtoto wa Magi
akiwa grade 1 huko chini, huko Rua Primary. Hakuna kitu alikuwa anashika. Na si kawaida unaweza pata mtu hakuna kitu anashika lakini mwishoe ako sawa. Naye huyu mtoto ni wale ni kama tu amebarikiwa tu na Mungu. Juu mtoto alikuwa anaambiwa wewe hata hakuna kitu utashika, wewe hata utakuwa kitu. Ukitoka sasa after masomo. Naye kijana akamwambia mimi nitakuwa daktari. Yeye akamuuliza daktari mgani? Na siku yenye nitakuja ile hospitali utakuwa hata uniue. Unaona madharau? Si madharau, hiyo ni ukweli. Kama hashiki kitu atakuwa daktari hata. Hiyo ni madharau. Juu nilikuwa nasema wakutakaki ukweli. Nasema Magini roho safi. Ingekuwa ni mtoto yangu, ingekuwa ni vita. Aachane na yeye. Juu nalipa school fees, kila kitu nafanya. Ikafika wakati huyu mwalimu, kwanza hakuna mtu nachukia huyu mwalimu, mimi nasikia roho yangu namchukia. Juu unaona hata ni ile unafanya mtoto wa wenyewe atichukie, lakini bahati mzuri hata kijana alikuwa anajiita Dr. Sam. Unaona kujiamini. Alikuwa anasema mimi ni Dr. Sam. Hata watoto wakampatia nickname Dr. Sam. Huyu mwalimu si alikuwa mzee, ameretire ameenda nyumbani. Kama miaka kama 10 amekuwa mgonjwa. Akaenda hospitali fulani. Hospitali ilikuwa inaitwa aje? Kengere. Ati? Kengere. Ameenda kwa hiyo hospitali. Akiwa amekaa pale amepaga line, hata hafikiri, akili haiko pale, ameangalia tu madaktari wenye wanapita. Akahutuka yule mtoto ndio sasa daktari mkubwa pale. Na alisema akatoroka. Sasa huyu daktari yeye hakurecognize mwalimu. Si amekuwa retired, amekuwa mgonjwa sasa, ameenda hospitali kutibiwa. Si unaona? Sasa kufika pale, mwalimu wakati alimuona the retired, alichomoka bio. Sasa kila mtu akashindwa nini inaendelea. Mpaka sasa daktari hata yeye akaangalia vizuri. Akakumbuka nani? Mwalimu wake. Then akakumbuka alikuwa amemwambia nini? Siku yenye nitakuja hospitali yenye utakuwa uniue, uniduge sumu. Sasa si amekumbuka na akaona daktari sasa ndiye akajua sasa ndio sumu itasumu. Sasa ndio sumu. Atawekwa sumu. Na sasa alifika hapo aje kwa sababu unajua hizo hospitali bado kuna madaktari sijui kama ni vile wanafanya. Lakini naye kazi ya Mungu. Hii madharau mpaka Mungu angefanya ihape. Wewe ni kama nilikuwa ninalala. Akili ya kwani ni ukweli aliataka kuwa daktari. Ni ukweli sasa. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna pahali ilifika masomo ikaanza kushika. Imeshika. Because huwezi tu kuwa daktari. Imeshika. Unajua ni baadaye mwalimu ameenda retire. Unaona? Ameenda retire naye mtoto amepik sasa. Okay. Amekuwa mwerevu. Niwapeka story kadogo. Na hapo kwetu karibu na Kusiagi ni kadogo tu, nataka ndio muelewe. Na hapo kwetu kwa Kusiagi hapo tu juu kuna kijana anakuanga hapo. Alikuwa anasomea Kaledodo Primary School. Unaona class 8 alikuwa na maths 194. Venye alienda form 1 akapata C. Akifika form 4 unajua alikuwa na B+. So si lazima tukikosa kusikia primary ukose kusikia secondary. Unaweza kosa kusikia primary ukifika secondary upasu na uende mbali sana. Sasa ndio ilikuwa kesi ya nani? Ya Dr. Sam. Dr. Sam. Yeye juu sasa ni mtu ameelimika, hakuwa na magrudge. Alikuja akamtibu vizuri. Sasa ile kitu ya kustua sana, hata hakulipishwa imagine. Wow. Mimi ningekuwa daktari Sam. Si mtu wa kuweka kama ulipisha mara 20 mwalimu wako. Unajua okay, now what would be saying walimu wasikazi watoto ama wasione like mtoto kwa sababu hushiki kwa shule you are doing no, you may not be good in this, you will be good in that. Si sasa kama si huyo alidagi sonoki. Hata what happens unapata time yenye ashiki
akona circumstances surrounding hiyo hayuko in a very good condition, maybe akona mashida za nyumbani ambazo zina affect performance. Alafu then as the kid grows umehaibika sana. Sana. Story kianza ilikuwa ni chidoa. How possible? Kasindika kwa nini anakuwa kweli. Anyway, things change. You can do better in secondary school. You can do poor in primary school, you do better in secondary. Sana penye utajirealize tumerealize na kujua umekuwa nani ndio ujue kenye unafanya. Unajua huko mtoto ujielewi. Ukienda sasa unakuja ukijua what you are doing and what you want. Yes, you are right. Yeah. Hebu niwaambie na mambo zingine sijuangi mambo inakuaga aje. Jana tukaitwa kwa Wakonyo. Wakonyo akona stress. So mimi niliitwa kama mama wa kanisa. Pastor alikuwa hapo na counseling. Sasa Anyway, baba Wakonyo maskini. Okay. Abotige. Sasa unataka kusema mimi siwezi Wezi hesabiwa tumesema tutasema kitu ya so tukaenda tukapata watoto wamekaa hapo ni kama wako na baridi. So yani kuwe na keha. So tulikuwa tunangojea sasa tuambiwe what is wrong. So mtungateli alikuwa wapi? Alikuwa hapo mbele yetu. So akatuambia mnajua sasa tuko hapo we give family moral support na tuwasaidie kutoka from the shock that they had last evening. Kwa sababu sasa what happened usiku walilala kitu saa 5 kwa sababu walikuwa tuna tumambo ati wanafanya. So hata msichana wao wa kazi analalanga kitu saa 5. So waliamshwa kitu saa 9 kuamshwa kwa na watu wakawaambia amkeni mfunge mlango. Imagine kwani walilala kama hawajafunga mlango. Kumbe wezi walikuja huko saa 6 ndio CCTV yao ilionekana. Ati wakaingia wakatengeneza carrots, wakakatakata nyama, wakakatakata nini. Bado tumelala. Wakapika ugali. Wakapika ugali, watu wamelala. Watu wamelala. Wakakula, wakakunywa chai. Wakaanza kutoa vitu sasa vitu. Na nina imagine wanaongea, wanazungumza. Waacha kuzungumza. Kuna vitu zingine wanatoa bedroom. Hiyo nyumba iko na mzee. Yes. Walikuwa wanatoa kwa bedroom. Zingine kuna TV zingine za watoto, si unajua kinyumba hiyo yao ni kubwa. Wanatoa TV za watoto zenye nini kwa bedroom. Tuambia waizi, usituambia watu. Hao ni wezi. Kwani amjui kwani ni nani anakuwa umesema watu tunaona kama ni familia. Sasa unakujaje kulipia dawa? Wasisikie ama ni nini? So ikasemekana so wakati walitoa vitu zote walikuwa wamebakisha kiti moja yenye haikuwa inaweza kutoka nje. Ni hizi vitu zinatengenezwa. Yes. So wakati waliwaita ndio wakuje wakifunga nyumba wakiwasaidia watoke kuwasaidia kutoa hiyo kiti. Sasa imagine ukifanywa hivi. Na imagine ati amuka unisaidie hii. Wacha hivyo. Imagine yako unaiangalia hivi ikienda. Yes. Imagine hakuna kitu ilikuwa kwa gari, kwa nyumba solid. Kimiguu 10 kilikuwa hapo na kilikuwa kimepakiwa vitu za hiyo nyumba zote. Wakiwa wamelala. Wakati waliamshwa wote. Mzee hapo, bibi, watoto, nini, wakaambiwa na mfunge mlango na msiseme kitu. Msijaribu. What do you call that? Nakwambia waliwekwa hiyo dawa yao, wakalalishwa.
hiyo kitu yote walikuwa wanafanya, hakuna mtu alikuwa na. Hebu nikuulize, walijipata kwa kitanda ama kwa floor? Nani kama mumepewa dosi unawekwa tu chini, bedi inafunguliwa. Unajua watu venye walikuwa wamefanya, walikuwa wanaweka kashuka kamoja. Unachukuliwa sasa nimebebwa kidaya na uchelewi na usikii na ni vitu zako zinaenda karibu pepa. In fact hata bwana yake alituambia at least afadhali nilikuwa na boxa. Kai, yani unataka kuniambia hiyo tu ndio alibakishiwa? Atachigemulika kwa sababu pia yeye alitolewa kwa bench. Awekelewa. Na ile kitanda ilikuwa 6x6. Ile kitanda yenye unalalia mpaka unashindwa kai, ona mkoli mwodokuwa. Yani in other words unataka kutuambia the only wealth yenye huyo mzee alibakishiwa ni boxa. Ni boxa. Hata wangebeba hata hawa watu. Sasa hebu wasaidia aje? Wewe aboti. Wewe wasaidia aje? Wacha mambo sasa akusaidia. Hiyo ni historia wenyewe. Sasa nani akulipa jana? Pesa ya chama. Kuna mtu hakunitumia jana wewe. Na bashuka ile pesa ulichukua, ile pesa ulichukua alirudisha? Bado. Umebakisha ngapi? Nilikuwa ni 200. Unajua 200 mara 3. Wewe 200. Fanya hivi. Na last minute meeting alikuja late akutoa file. Tuliona. Nyamazeni. Wewe nyamazeni. Ile pesa nilikuwa nimesema niwekewe. Fanya hivi. Ngiri 10. Kufanya hivi kwanza. Hebu enda pale. Toka. Enda tukuongelele kwa chama. Enda kwanza tukuongelele. Huyu anavaa tolewe kwa chama. Ai hapana. Chiaredi epuka hapo. Huyu mama anatubebanga aje? Pesa ya chama akifika kuwekelewa either achelewe ama akatae kukuja. Na wewe unamnyonyeshaga kidevu wewe. Hapana, si kidevu. Si hivyo nilikuwa nataka kumwambia. Mimi hata sijui alitoka wapi. Ni mimi nilimuita, alikuwa rafiki yangu tangu. Nataka kuambia hivi. Na hiyo ni ile. Sema. Ukiona atatoka kule anaandika. Juzi ati akaenda ati kunjikunyisha kanini kamunyweso. Haja wapi? Kukakuja mjamaa akakaa karibu na yeye. Karibu na yeye. Akikaa karibu na yeye ati si akamwekelea nini hivi. Kumbe huyo mjamaa alikuwa amekosana na bibi yake, na bibi yake alikuwa anakuja kufanya nini? Kumfuata na alikuwa amesikia ati kuna mtu anakujaga kufanya nini? Ukunywa na yeye. Yes. Huyu si alikutwa. Nakwambia alichukuliwa juu. Akapelekwa pale nje ya yoba. Kilichapwa. Naona huku anakuaga na bwana. Na jana nikawiyo anakuaga na bwana. Alikuwa na kilema hapa. Na sasa hiyo ni pia kinakaa huku kama sisi na wote. Pale Karomaido anaitagwa cheupe. Cheupe hapa leo. Okay. So lazima pesa atatoa. Atatoa. Atoke chama. Hakuna shortcuts.